ambayo viongozi na wachungaji wa kanisa, hasa bishop wa kanisa hili, familia pamoja na watu wote wa Kiambu na wale wametoka sehemu zingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Ann Wachiko wa Moradha. By the grace of God, I'm the Mama County. Nimepewa dakika chache ya kuweza kujulishana na viongozi ambao tuko nao. Lakini kabla niseme jambo Bishop amesema na pia Mheshimiwa ameomba, Mheshimiwa Martha Karua kuiza wasinia ameomba kuna mahali alikuwa anataka kwenda. Kwa hivyo kabla hao wengine wasalimiane na waseme jambo, I want to take this opportunity to welcome Honorable Martha Karua to the dais. Familia ya Betty, my Lord Bishop na wachungaji wote na wale wote tumekuja kuomboleza. Amjambo. God is good and all the time. Asante. I'm here to honor the legacy of Betty Bayo, to condole with her family, to condole with this sanctuary where she was praying, and to condole with the music industry and the artists in general. I may not have interacted with Betty, but her music touched me. My best song from her being 11th Hour. With artists, even before you meet them, their words, their actions will make you feel like you know them. She may not have lived long, but her impact was great and it went beyond the boundaries of our nation. To her family, may God continue to hold you at this moment of grief and to give you strength. I want to pay special tribute to the late Betty, the way she has brought up her children. Young children, but confident and able to express themselves fully. It takes good raising for them to be that way. And may we continue to pray for them, because the journey will be harder without their mother, and to pray for the entire family. Ya mwisho, as human beings, we all need to be surrounded by love and support when we lose a loved one. I am really touched to see how full this sanctuary is. Not to This is a testament to the kind of work and the impact that Betty has created. Let us all do whatever we do the best way we know how, so that we may leave a good legacy and we may impact as many. Those who are in the trade I'm in, and that is leadership and politics, let us do the best we can. A lot of words and no action cannot be enough. Let us, wherever we stand, improve health services so that no family has to suffer. Let us improve services across the board. Let us improve security. There's no way you can say you are working for the people if people cannot access health, cannot access education, cannot access infrastructure. These are facts of life, not politics. Politics tutaichapa ikija. Na mkituona hivi, tuko na matumaini. We live with hope. Nobody knows their 11th hour. Even Betty did not know her 11th hour.
I do not know my 11th hour. Yet I say I'm vying for president, which I will if God gives me the grace to be there. So we all pray that the hours, the minutes God has given us on earth, let us do the best we can so that we can be able to improve the lives of our people. May God continue to bless this family and may God bless this church. Thank you very much, Mheshimiwa. And now, as I invite the other leaders to come and speak, I would just want to say one thing on behalf of Betty. Betty had no political affiliations. She worked with everybody in government. Those of you that have seen her eulogy, she's been eulogized by both the former president and the sitting president, the former deputy president and the current. And even the leaders that are here are from across board. So the one thing I would want to say about Betty is that she was a Kenyan, a daughter of Kiambu, and all she loved is peace and harmony among everybody. She was not of any political divide. And so I would want to help our people. As we mourn Betty from now up to Thursday, let's keep our politics aside and mourn Betty. We sort our squabbles outside there. But for now, we're going to mourn this girl who loved everybody, the desire of every mother in Kiambu, the desire of every mother in this Kenya, which is on top of the agenda, is that these children may never cry by missing their mother, that the people concerned will make sure they take care of these children. And that is the agenda that we have. So as I invite our leaders, let's eulogize with this family, not forgetting that Betty never belonged to any political affiliation. She respected and honored all of us. And because we are done with Honorable Mother, we'll go with the same protocol of our seniors. The next person I'll call here is Honorable Moses Kuria. We started with our senior, and those of you who know, Honorable Moses Kuria has been the member for Parliament for Katondo South. He has been a CS and a leader in this country. And I'm working for the Mamita River. You know that. Bwana asifiwe. Familia ya rafiki yangu Betty Bayo, wenzake katika industry ya wanamuziki, viongozi wote ambao wako hapa, and in a special way Bishop Michael Wandeli, who I know was really the father of Betty Bayo kwa kiroho na kwa mambo ya dunia. Hamjambo. Nimekuja hapa kuomboleza rafiki wa karibu ambao tumetembea safari kwa muda mrefu pamoja na hao wenzake katika wanamuziki. Mimi najua ya kwamba kama ni nyinyi mgeulizwa piga kura ya maoni, muulizwe mngetaka Betty Bayo akae na sisi miaka ngapi, mngesema miaka 100 na zaidi. Na kwa hivyo mimi najua huzuni ambao imetanda nchi nzima kwa sababu ya kuachwa na Betty. Lakini lazima tukumbuke ya kwamba hii safari si zote tutaenda, na tunaweza kuuliza Mungu maswali mengi. Mimi naomba tukue watu ambao hata muuliza Mungu maswali. Wamuulize ni kwa nini Mungu amechukua mtoto mdogo, kwa sababu mtoto wa miaka ambao iko chini ya 40 mtoto mchanga, akaacha watu wengine. Tusiulize Mungu maswali, tumwamini Mungu, kwa sababu Betty mwenyewe alikuwa amemwamini Mungu. Betty was a very determined person. I've known her for more than 15 years. She was very determined. Never say die is another way you can describe Betty Bayo. Kianguka anasimama. Kianguka anasimama. Na she was spreading determination to so many people ambao walikuwa karibu na yeye.
Betty did not know how to give up. As a matter of fact, in Nigeria, Betty was much stronger than many men who are here. And I know that for sure. Jitihada yake ya kujimudu kimaisha, katika talanta yake ya muziki, katika mambo yake ya kanisa, katika familia ambapo the way Betty brought up Danny and Sky can only be an envy to so many people. To all of you, especially friends of Betty, people who are close, I don't want to ask you to stand with the family, to stand with the legacy of Betty, and to do that which Betty would have wished you to do. Because I'm sure somewhere anawaangalia akiwa huko mbinguni. Pia niseme vile Mheshimiwa Martha Karua amesema, we have a responsibility kama viongozi kuhakikisha kwamba we do everything possible to fix healthcare in this country. When Shiro IGP called me and told me Betty is in hospital, I was abroad. And when I came back, because I remember 4 years ago, I was in a hospital bed, in Karen Hospital. Na Betty na Tash walikuja kuniona na wakaniombea, na Betty hakuna siku Betty ashaniita jina yangu. Alitaka mudo wakai. And you want them to know Betty mudo wakai is really coming very close. Kwa hivyo wale watu ambao wako na shukrani na mimi ni wa Mungu, Betty alikuwa na Mungu. And when I came back to the country, kwa bahati mbaya Betty alikuwa ametuacha. Somehow, I felt like Lazarus' sister. Wakati aliambia Yesu kama ungekuwa hapa. Na mimi nikaanza kujiuliza, is there any way possible we could have done to make Betty to be with us? Lakini Mungu alikuwa na mipango yake. Nimaliza kusema kwamba na Bishop amesema kwa wale watu ambao wanaongea mambo, wengine wanaongea na microphone, wengine kwa mtandao. Niwaombe tu tusikue watu ambao hatuko sensitive kwa ile maneno ama mambo ambayo tuko. Na tukumbuke ya kwamba Betty hakusema juu ya matendo. Sana wale watu wa mitandao wanawaambia Betty hakuimbia matendo yenu. Aliwaomea maneno ya vinywa vyenu. Viongoza na nani? Asanteni sana, Mungu awabariki. We have 3 other leaders, and I want to believe that all of you will take a minute so that we allow the church to continue the program. The next speaker would be the former MP for Kiambu Town, the Honorable Jude John. He's also a friend of Betty. Asante sana. God is good and all the time. Familia ya Betty Bayo na all the leaders present, na bishops wale wako hapa. Leo nimekuja kuomboleza my friend Betty Bayo ambaye tumejuana katika hali ya kazi. Because wakati tunafanya siasa na mikutano anakuwako kusaidia kwa maombi na kwa nyimbo. Na vile mimi najua Betty is a very hard working lady. Na najua anaweka bidii sana kwa kazi yake. So leo namuombea Betty, namuombea Mungu aweze kumpatia upumziko kwa milele na milele. I pray for the family that God awapatie courage na awapatie kubali that has happened, so that you can be able to release her. And release hata Mungu atapatia nguvu ya kuweza go through this very difficult period. Pia nawaombea watoto wake Danny na Sky kuwa hawatakula tabu hata siku moja. Danny and Sky, you are surrounded by people who love you.
You are surrounded by the love of God na hamtakula tabu. Mungu atawasaidia. And sky will not be your limit. Nasikia Sky ameanza kazi yake ya talanta. Na najua Mungu atamfungulia milango yote ili kazi yake iweze kushine kama vile mama yake alishine. Hiyo baraka pia iwe kwake. Betty amemaliza kazi yake. We may say that ameishi a short life, but it's a life full of life. Amefanya kazi yake, amemaliza. Sio kazi ya muziki. Betty was our ambassador here in Kiambu in the world of music, and she represented us vizuri sana in that world of music. Betty amefanya kazi yake, akupumzike sasa. And I hope that hiyo mambo pia itarudi kwa nyumba yake ili nao watoto wake waweze kuwa na talent kama yeye. God has planted a beautiful flower from his garden, from us, a flower that we admire. Lakini Mungu pia anataka maua mzuri huko kwake na tunamwombea akuweke. Let her be our ambassador now in heaven. Na tunaomba kuwa wale ambao wako in leadership will be able to fix our health system. Kwa sababu hii mambo inafanyika kwa watu wengi ambao wanaenda kwa hospitali wanakosa usaidizi because our health system is not working effectively. And I hope it's going to be fixed. Na pia tuombe Mungu asaidie our scientists to come up with cure ya magonjwa ambao wengine ni complicated ambao hawajapata tiba yake waweze kupata tiba. Kwa hayo machache na welcome nyote hapa Kiambu, na ninaomba kuwa Mungu atapatia familia nguvu ya to go through this difficult period. Asante sana. The former woman rep Kiambu, Moranga, and nominated MP Sabina Wajirwa Shege. Please a minute or two. Sabina Shege, Sabina. Sabina is a nominated member of this 30th Assembly and a former woman rep Moranga County. God is good and all the time. To familia ya Betty, watoto, Tash, wadugu na dada zake, Bishop Wanderi na kanisa lote, we honor you. We thank you for giving us this opportunity to be here. Mimi nilikutana na Betty wiki iliyopita sababu I've been in the media for a long time before I joined this other side of politics. And so I referred to Betty as my small sister, and she called me Mom. On the other side, I met Tash, akiwa kule Ulaya, na pia yeye ni rafiki wa marafiki wangu wengi sana. Yangu ningetaka kusema yetu tunaomba Mungu haswa kwa sababu ya watoto. Thank you, Bishop, for praying for them. The best gift, as everybody has said here, we can give to these children, kuwaombea na kupunguza maneno, that we pray for them. To all of us who came here because we loved Betty, let us give her that dignity. Tuombe Mungu, and I pray kwamba hawa watoto Mungu atawabariki, na siku moja watakaa wajue kuna Mungu mbinguni. Matika ikaramuda nyono mwemerire Tony makameni alikuringa imatuini. And so as the Bible says, when the foundations are shaken, what do the righteous do? Let us hold each other's hand. And also we learn that our lives in this world hatuna miaka mingi. As I said somewhere earlier, I was wacha tujue because our days are numbered. Tukae at peace with almost everybody if it's possible. Tupendane, it doesn't matter politics ama pahali wako na stand, but let us love each other because we never know about tomorrow. My sister, my lady I love, Betty Bayo, may you rest in peace. Asante sana. Thank you, Mama County, Mary, the Honorable Mukami, and then we have one more speaker and we'll be done. Honorable Mukami, the woman rep Nyeri County, tafadhali makofi kwa Mama County.
naitwa Rahab Mukami, mama kaunti wa Nyeri County, na nimekuja kuleta rambirambi zangu kwa familia Tash na watoto na Kanyari. Nataka kuwaomba kitu moja. Mimi nimefika saa hii kwa South Africa. Nimekuja kuwaomba mshikilia watoto na watu washeni, niwaambie shialale wekora shieka atia. Unajua sisi tunazaliwa, mimi nilizaliwa nikajipata Nyeri. Hawa watoto walizaliwa na Betty wakajipata ile hali walijipata. Nataka kushukuru bishop wetu. Hiyo maneno ya social media personally mimi imenisumbua sana, kwa sababu leo watu wanaongelelea watoto wa Betty. Kama wewe unajua kesho utapata watoto na unataka watoto wako wasiongelelewe, watu waashe kuongelelea watoto wa Betty. Hiyo tu ndio nimekuja kuambia Wakenya wetu. Tondu rimwe nituthiaga tugakiria maundu, ciana ici ni nini, social media ndiriganagirwo. Koguo maundu maria mothe maraherwo thiini wa social media, ciana ici ni igacoka imone na ni ikanina self-esteem ya ciana icio. Ya pili, mimi nilikuwa na my sister alikuwa na cancer, and I want to encourage people who are here. To me, my sister nilikaa naye for 3 good years and she later left us. Natigire ciana igiri o uguo Betty atiga ciana ici. Ndirenda kumwira Ngai ni arendete Betty, tondu Betty nake ni arendete Ngai na ndanenda Betty athinike. Ya mwisho, Tash na Kanyari. Hawa watoto ni Mungu aliwaweka ndani ya Betty. What I want to tell you, when we are here, sisi wote tumeacha watoto wetu nyumbani. Tuko na watoto wetu hapa, tumewaacha nyumbani. Yule mtu ushunga watoto ni Mungu. Kwa hivyo tuendelee kuombea hawa watoto, and I want to tell you, sisi wote tutaenda, lakini yule Mungu alipatia Betty hawa watoto ataendelea kuwalinda. Ya mwisho, Bishop, I am happy to be here today. I have never been in this church, but my mom loves you so much. Ona akameme na Inoro akanjira Mukami mutungatiri uri ari ni ahunjagia wega muno. I will make sure nimemleta hapa. Aiko tuhoere Betty, tuhoere familia ya Betty na Ngai ari mbere wale ni mukuhotana. Poleni sana, asanteni sana. Asanteni sana all members who came to condole with the family of Betty and the people of Kiambu. We really want to appreciate your coming. And finally, we have our last speaker that is going to share a message of his condolence to this family, and that is the member for Madera, Honorable Eric Wamumbi. And finally, as Wamumbi speaks, kwa sababu tunarudishia kanisa sasa, Mama County wa Kiambu vile ningependa tu kuongeza na kusema jareli yetu adwa itu mayuri haha mwena kamera. Please, if you have to create content na njira positive, tondu Betty arendete andu othe tiga kwendwo follow ni kwaria maundu maria moru, create maria mega nigetha na ithu iruke tukigua ngoro wega tuone uri uraria. Eric Wamumbi is our last speaker, and may God bless you. As I see it, Wamumbi will speak and hand over to Sir James. Mbarikiwe na Mungu sana, tuendelee kuombea hii familia na tuendelee kuombea watoto. Above all, wazazi tafadhali, make sure these children are well taken care of. Na Mungu awabariki. Thank you so much, Bishop Wanderi, for giving us this opportunity. So Honorable Wamumbi will speak and hand over to Sir James. Asante brother. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Family of the late Betty, the entire family, bishops led by the host bishop, Bishop Wanderi, wachungaji wote ambao tulionao siku hii, leaders na waombolezaji. I am here to mourn a friend. Betty was a great friend of my family. I met Betty by and Tash through my wife Betty, who is away for work. She'll be joining us in the evening. And we became great friends.
They have always been to my home. We have always been to their home. And we are here to mourn a great woman who have left a great legacy in this country. Bishop Waderia was reading my Bible in the morning. And that Bible was gifted by Bishop William of Victor's Chapel. I've seen him here. And I was reading Joshua 1 and verse 5. And I read the story of Moses, when Moses died in the wilderness. The children of Israel were devastated because their Moses had died. If you read verse 5, says, God called Joshua and told him not to be worried. And even after Moses had died, the children of Israel reached to the promised land, even after Moses had died. Because God called Joshua and told him to lead the children of Israel to the promised land. Sky and Danny may be thinking that their Moses has rested. But even if Betty has rested, these two young ones will still reach the land that God has promised them. Hata kama Betty Bayo amepumzika, hawa watoto watafika mahali Mungu atahakikisha wamefika. So ours is to wish you God's blessings, to wish you peace that surpasses any human understanding. Tuendelea kuwaombea, because we don't want to tell you that it is well. We know it is not well. But God will wipe those tears. Because if you read Deuteronomy 29, the Bible says that I'm the Lord. I'm the one who let people die, and I'm the one who let people live. I am the one who causes wounds, and I am the one who dresses and heals those wounds. It is only God who can heal those wounds, because we know your heart have wounds, and God is going to dress and heal those wounds. May God bless you. May God give you peace. And finally, I think I was the only leader who was there at Betty's bed when we decided to transfer her from the hospital she was in. And when we consulted all private hospitals, private hospitals advised us to take Betty Bayo to Kenyatta National Hospital, because that's where she could get good treatment, that's where she could get good chemotherapy. Lakini ya Mungu hatuwezi uliza Mungu swali. Before they could start, Betty rested. So I want to say, as a leader, tunaweza kuwa bado hatujafika, but we have tried. Because when we consulted all private hospitals, they told us, where you can get the chemos you want, please take her to Kenyatta University, Kenyatta National Hospital. So we may not have reached there, but as a government, we have tried, and we will continue to do our best to make sure that we improve the health care of this country. May God bless you. Asante sana. Asante sana, tupigie makofi Mheshimiwa Wamombi. Aunganisha makofi tena, wapigie wote viongozi hawa waliofika na wengine waliotuma risala za rambirambi na wengine ambao pia wametoa michango yao. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kutumia muda wenu vyema. Mungu awabariki. Kuna magari yaliyofungiana sana